mafunzo haya yanaenda kutusaidia kututenganisha kati ya management, ina maana wale makatibu manager na viongozi wa bodi. Ndio tunaenda kujua kwamba je, mwenyekiti yeye anahusika na masuala ya fedha? Mwenyekiti wewe ni mwajiri, wale makatibu manager ndio waajiriwa. Lakini unaenda kukuta kwamba kuna kaugomvi huko. Kwa sababu gani? Hatuna mafunzo. Ila tukishapata mafunzo, mwenyekiti atajua wajibu wake, meneja atajua wajibu wake, na ninyi mtajua nini mlichokibeba. Kwa mfano wajumbe wa bodi mko hapa, ninyi ndio watu, yani tunasema kwa Kiingereza kwamba ninyi ndio the sayer, ninyi ndio wenye maamuzi. Chochote kile ambacho tunakifanya sisi watendaji inatoka kwenu baada ya kutoa maamuzi. Kwa hiyo mafunzo haya ni ya muhimu sana kwa wajumbe wa bodi. Sasa niwaalike kwamba tujifunze vizuri, na ndio maana tumeleta hata vitendea kazi ili unapotoka umeiva vizuri zaidi. Kwa hiyo naomba niwatie moyo kwamba mafunzo haya yatatusaidia na yatatubeba, na tutapata mabadiliko ya kiutendaji kwenye bodi, na baadaye watendaji nao watapata semina zao. Kwa hiyo tuwe makini na hilo. Mimi binafsi ambaye naongea hapa nimeshapata mafunzo haya. Nimepata Tabora kwa siku 3, nimepata Kinzumbi kwa wiki 2. Kwa hiyo niwaambie kwamba leo hii dozi ambayo tunaenda kuichukua leo hii itatusaidia sana katika kusimamia kazi zetu, na changamoto zingine ndogo ndogo zitakuwa zimepungua sana. Ndugu zangu wana ushirika, ushirika unabadilika. Nipende kuwapongeza na mimi nyinyi ambao mmehudhuria kwenye mafunzo haya. Mabadiliko hayasubiri. Kwa wale wenzetu ambao hawajahudhuria, nitapenda kuwapa pole yao. Haya ni maelekezo ya serikali, na serikali, nikizungumza serikali kwa maana ushirika ni mrajisi, anayashusha chini. Hasa nisingependa hata mwana ushirika mmoja ambaye yupo kwenye eneo hili akajitoa mwenyewe kwa kutohudhuria mafunzo haya. Nimesikia kuna baadhi ya AMCOs wamehudhuria 1, 2, wengine wamehudhuria wote, na washukuru sana. Na wale wenzetu wako nyuma, tuambie waje. Tujikaze. Ushirika jamani ni kujifunga mkanda. Wenye vitu wenzangu mpo? Waambieni mameneja wafanye kila linalowezekana, ndio wajibu wao, ndio kazi yao, kuhakikisha wajumbe wanakuja kupata nini? Mafunzo. Kwa hiyo kama mwenyekiti alivyoelezea kuhusu mafunzo, kwa upande wa Igunga na Nzega tuko tumebaki sisi tu wa Igunga na Nzega. Sikonge, Urambo, Manispaa, Kaliua tulimaliza kabla ya Christmas. Sasa bunge iliyokuja ya pili ya mwisho ilikuwa ni kumalizia huko kwenye Pamba. Lakini zikatokea matatizo ambayo hakuwezekana, tukasema tuahirishe. Na ni kwa nini tunataka kufanya mafunzo haya? Tukiangalia sheria ya ushirika namba 6 ya mwaka 2013 pamoja na maboresho yake yaliyofanyika ya mwaka 2025 na kanuni zake za ushirika, tukianza na kanuni za vyama vya ushirika za mwaka 2015, zinatutaka au zinawataka wajumbe wa bodi baada ya kuchaguliwa tu, wajumbe wa bodi wanapaswa kupata mafunzo kabla hawajaingia kazini, ili waingie kazini wakiwa tayari wanajua nini wanaenda kufanya. Mimi kwa mafunzo haya yaliyoanzishwa leo ya mafunzo ya uongozi wa vyama vya ushirika, naona ataenda kusaidia chama changu. Kwanza kabisa, wajumbe wa bodi kila mmoja atajua wajibu wa kazi yake. Kila mjumbe atajua wajibu wa kazi yake na majukumu yake. Pili, itaongeza ufanisi kwenye utendaji wa vyama vya msingi. Tatu, kila mjumbe atasimamia haki na usawa katika chama
na atajua anachokifanya, kwa sababu asilimia kubwa ya wajumbe wamepokea ujumbe bila kujua wajibu wao, kwa hiyo wanaenda hivi hivi. Kwa hiyo akishaelewa wajibu wake, kila mjumbe ataweza kusimama na kazi zitaenda vizuri. Mafunzo haya yanakwenda kunisaidia ili kuunganisha wanachama na kuwa ushirika, kuimarisha ushirika pamoja na kanuni zake. Pia ni kwenda kujenga ushirika wa nguvu ya pamoja. Unaona? Vile vile ni muunganisho wa wanachama ni hiari na kuwa wa pamoja. Mimi wajumbe ambao hawajafika ni lazima nikatoe elimu, tukakae nao nielimishe ili kusudi mafunzo niliyopata huku ili yawafikie na wenyewe. Mimi nitakuwa ndio balozi wa kwenda kuelimisha kule. Pia tunaenda kushirikiana nao ili ufanisi upatikane vizuri, ili wajue kwamba ushirika ni nini na ushirika unatakiwa ukaaje, ili kwa sababu mafunzo niliyopata huku lazima niyafikishe kwa walengwa.